Sasa wamesema wanatayarisha vile watashika watoto wa wenyewe wawapeleke kwa barabara, waende wakachome mali za watu, wakachome manyumba ya serikali, eti ni maadhimisho ya wale ambao tulipoteza miaka miwili ilipita. Na nilisema jana na nataka nirudie, yule gavana niliona akiongoza watu ati wanataka kufanya maandamano ya ukumbusho ya wale ambao tulipoteza 2024. Gavana wa Siaya James Orengo, miaka 26 nikiwa mwanafunzi wa university nilikuwa nafanya maandamano na Orengo. 26 years ago nikiwa mwanafunzi wa university tulikuwa tunafanya maandamano na Orengo, na akatuongoza kwa maandamano. Wakati tulianza kukabiliana na polisi, wakati wa IPPG, mabadiliko ya katiba pale Uhuru Park, Orengo akatoroka. Hiyo siku watoto kama 3 tulikuwa university nao wakaaga dunia sababu ya kipigo walipigwa siku hiyo. Na ndio nauliza Orengo, unataka kuona maafa ya watu wangapi, ya watoto wangapi wa wenyewe ukiwapeleka kwa maandamano? Na wewe ukiona fujo kidogo unatoroka, unaacha watoto wa wenyewe wakiuawa. Tunataka tuwaambie kama ni ukumbusho wa wale ambao tulipoteza. Sisi wote tunapokumbuka wale ambao wametuacha, huwa tunaifanya kama ibada ya kanisa na tunakuwa na ukumbusho. Na pia ni haki ya Mkenya yote akitaka kuandamana aandamane. Lakini mambo ya kuharibu mali ya wengine, mambo ya kuchoma magari, mambo ya kuchoma manyumba ya watu, mambo ya kuharibu biashara za watu, hiyo sio ukumbusho, hiyo ni fujo na ghasia ambayo serikali na idara ya polisi wanafaa wakabiliane nao kama criminals. Because if you burn someone's car, you are a criminal, you are not a demonstrator. Na sababu wale wanawachochea ni wanasiasa, mimi ningewauliza vijana wetu wa Kenya, tusikubali kuchochewa na wanasiasa ambao hawana sera, ambao hawana mpango wowote wa maendeleo ama kubadili maisha ya vijana wetu. Kazi wanajua ni uchochezi na mambo ya kupiganisha watu. Na ndio tumepitisha huyo mswada sababu unatusaidia kukusanya ushuru bilioni karibu 99 bila kumpea Mkenya mzigo zaidi wa ushuru. Ni ile mambo ambayo watu waliuliza ambayo utatusaidia na kusaidia KRA kuokota ushuru. Kwa hiyo mswada iko nafasi sasa, kama mtu alikuwa na deni kubwa ya KRA ya ushuru, akatiwe pesa ambazo analipa ya interest na penalties, alipe ile principal tax ili aondolewe mzigo wa ushuru mkubwa. Kwa finance bill, this year's finance bill, we have also put a waiver on penalties and interest for Kenyans who owe KRA. From 2023 to 31st December 2025, if you owe KRA or if you owe taxes, you have been penalized. There was interest calculated for you. You now have an opportunity to pay your tax, pay the principal tax, and you get a waiver on the penalties and interest that had been charged on you. Those are part of the benefits we said we are proposing to the people of Kenya in the finance bill of 2026. Kwa hivyo mimi nataka nimalizie na kuambia tuwe na watu wa makini kusikiza, na tusikubali kusikiza siasa potovu. Wale wanafiki wa kisiasa ambao walikuwa wanatuletea unafiki kwa mambo ya ugonjwa wa Ebola, wamejaribu kutuletea mambo ya unafiki kwa mswada wa finance bill. Sasa wamepotea sababu ugonjwa umedhibitiwa huko, ulikuwa huko. Pia finance bill ambayo walitaka kutumia kuchochea Wakenya imepita juzi kwa bunge, na Wakenya wamejionea hadharani ile uongo, ile propaganda na mambo ya uchochezi ambayo wale wapinzani walikuwa wanaweka kwa ule mswada
hayakuwa ya ukweli, ilikuwa ni uongo mtupu. Kwa hivyo tuwe watu wa kuunganisha watu. Hawa watu ambao wanatuletea siasa za ukabila, wanatuambia tupigane kabila hii na kabila ile, unachochea kabila hii dhidi ya kabila zingine zote. Hao ni watu ambao sio tu wapotovu wa nidhamu, lakini ni watu ambao wamekosa ajenda na sera ya kuuzia Wakenya. Na nimekuwa nikimsikiza rais akiwaambia, nyinyi tafuteni ajenda, tafuteni sera. Wamekataa. Muliona bunge wiki hii wamejipanga vile watadanganya Wakenya mambo ya finance bill, na hapo mbeleni walianza propaganda ya kuwa ugonjwa wa Ebola unaletwa hapa Kenya, wakati ile kitu serikali kuwa nafanya ni kujitayarisha, sababu tumekaribia nchi ya Kongo. Madriver wetu wa trailers wa malori wanapeleka bidhaa kila siku nchi ya Kongo, wakipitia Uganda, Rwanda, Burundi huko. Ili kwa bahati mbaya mmoja akipata ugonjwa, tuwe na isolation centers ambazo wanaweza tibiwa. Ulisikia wale wa kabila wakisema, William Ruto anataka kuleta Ebola Kenya, ati anataka kuleta mlima Kenya. Sababu yule hata hajui hapa Kilgoris kuna mlima Kenya. Si mnaona ile ujinga watu wako naye? Yaani sababu imesemekana one of the isolation and quarantine centers for Ebola, moja kati ya zingine 23, moja ilikuwa inajengwa Laikipia. Mkabila anakimbia anasema, Ruto anataka kuleta Ebola kwa mlima Kenya. Akasahau Laikipia iko bonde la Ufa, haiko mlima Kenya. Na Laikipia ni nyumbani kwa jamii zote. Iko wa Samburu, iko wa Turkana, iko wa Kalenjin, iko wa Kisii, iko wa Kikuyu. Na hiyo center ilikuwa center moja peke yake kati ya center zingine 23. Busia kwa huyu mheshimiwa Mulanya, pale Alupe walikuwa pia wametengeneza isolation center. Lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu, yale maombi walikuwa nayo ya kuwa ugonjwa unaweza kuja Kenya ili wafanye siasa na maafa ya Wakenya, Mungu naye ametembea mbele. Ugonjwa hata kwa nchi ya Kongo umeisha, na watu hakuna sasa hasara ama any risk ya ugonjwa sasa kutembea. Mumeona hata huko Kongo ugonjwa umeweza kudhibitiwa. Hapa Uganda ugonjwa umedhibitiwa. So wale watu ambao mimi nasema they are political scavengers, they were scavenging on an epidemic like Ebola and the construction of isolation and quarantine centers in Kenya. Wiki zilizopita wakaingia kwa mambo ya mswada wa finance bill, wakaanza uchochezi. Hii finance bill imeweka ushuru kwa mtumba, nguo ya mtumba. Hii finance bill inataka ibadilishe mashamba yote ya freehold ikuwe leasehold. Na hiyo ndio kitu ya kwanza Kalonzo Musyoka alisema, ati finance bill iko na kipengee ambayo inabadilisha mashamba kutoka freehold kuweka leasehold. Tukamwambia, wewe Kalonzo, tuonyeshe hiyo kipengee iko kwa sheria gani, sababu sheria yenye iko bunge haina. Kalonzo akapotea, hatukumuona tena, hatukumsikia tena mambo ya finance bill. Yule mkabila akakuja akasema wale ambao ni wapangishaji wa nyumba wanaongezewa ushuru ya rental income tax. Tukamwambia tuonyeshe ni kipengee gani, sababu mkabila hata hajui kusoma, na yeye one way akapotea. Kama hiyo one term yao wanasema one term, hata yeye alienda one term, vile alikuwa ni one term member of parliament, single half term deputy president, akaenda hivyo tu. Muliona wabunge wao. Na mimi nataka nishukuru huyu mheshimiwa Sunkuli, mbunge wenyu. Unajua huyu ni wakili hodari, anajua kusoma sheria na anaelewa sheria. Wakati wale wakora wamekuja bunge, wanakuja mwingine anakuja anasema ati iko kipengee ya 169, na ile mswada tuko naye iko na vipengee 57.
Sunkuli ananitumia ujumbe, ananiambia lima huyo, na mimi nashuka na yeye, anaenda akiendanga. Si mnaona tuko na kolabo mzuri na Sunkuli? Huyu Sunkuli ni wa nguvu, si wa nguvu.